Bismillahirrahmanirrahim. Dhana ya kuja mwokozi ambaye atakuja kuukomboa ulimwengu huu kutokana na machafuko, kutokana na hali ya dhulma, kutokana na sintofahamu ambayo leo hii tunaiona imejaa katika huu ulimwengu, ni dhana ambayo imekuwa ikigonga katika vichwa vya watu wengi wakiamini kwamba dhulma hii, machafuko haya, hali hii inayoendelea katika ulimwengu huu haiwezi ikawa ni yenye kudumu. Ni lazima yupo mwokozi ambaye Mwenyezi Mungu amemteua kuja kuweza kuondoa vitu, dhulma, machafuko na unyanyasaji huu leo tunauona katika ulimwengu huu. Lakini swali ambalo limekuwa likijiulizwa katika vichwa vya watu wengi, na wengi wakiwa wanajiuliza, mimi na wewe na wengine, je, huyo mwokozi ni yupi na ana sifa zipi na ni lini atakuja huyo mwokozi? Na hapa ndipo tukaona kwamba ulimwengu wa Hollywood ukijaribu kutengeneza filamu mbalimbali, filamu hizi zikionyesha kwamba hii dhana ni dhana ambayo hipo na si kitu ambacho kipo katika fikra tu. Ukirejea katika filamu kama The Creator, ukirejea katika filamu kama World War Z, ukirejea katika filamu kama Interstellar, ukirejea katika filamu kama Terminator na filamu nyingi, utaona kwamba dhana hii imejaribu kupandikizwa katika filamu hizi. Unaona kwamba baadhi ya filamu zikimuonyesha mwanadamu baada ya kutengeneza mfumo wa akili bandia, artificial intelligence, baadaye mfumo ule unamzidi akili, unamzidi nguvu, unamzidi power, na hapa mwanadamu kutokana na madhara anayoyapata kutoka katika ule mfumo anahitaji na kukaa na kusubiri mwokozi ambaye aje amuokoe kutokana na majanga yaliyosababishwa na mfumo ule wa akili bandia. Sasa hii ni dhana ambayo imejaribu kutengenezwa, imejaribu kuwekwa katika filamu mbalimbali, lakini je, dhana hii ipo au haina uhalisia? Kiuhalisia ni kwamba tunakuta kwamba hii dhana ipo, na bali si dhana tu, ni suala ambalo ni la kweli. Ni lazima aje mwokozi kutuokoa katika ulimwengu huu kutokana na majanga, machafuko, manyanyaso, dhulma ambazo tunaziona zinaendelea. Na hapa tunapokuja kujiuliza mimi na wewe na yule, huyo mwokozi ni nani? Hapa ndipo ambapo wengi tumekuwa tukikwama. Nitajaribu kukushirikisha katika baadhi ya vitu. Je, leo hii tunavyokuja kuona huu ulimwengu, mwokozi wetu anaweza akawa ni nani? Tunaanza na namba moja, Umoja wa Mataifa. Je, United Nations, Umoja wa Mataifa, unaweza ukawa ndio mwokozi ambaye watu wengi walikuwa wakimsubiria? La, hebu mimi na wewe tujiulize kuhusiana na huu Umoja wa Mataifa. Je, Umoja wa Mataifa leo hii umefanya mambo gani kuhusiana na machafuko na hali ya manyanyaso na dhulma zinazoendelea katika ulimwengu huu? Tuanze na swala ambalo lipo mezani mwetu, suala la Gaza. Kule Gaza wa Palestine, jinsi wanavyouliwa na Waisraeli. Umoja wa Mataifa umechukua hatua gani katika tukio lile? Ni mwaka wangapi sasa bado yale machafuko yanaendelea? Mamia ya watu wanauliwa dhulman wa udwanan, mamia ya waumini kule wanauliwa, wananyanyaswa, wanadhalilishwa, na hata baada ya kuweka mikataba ya kusitisha vita, tunamuona bado Israel anaendeleza mauaji ya kikatili katika ukanda wa Gaza. Umoja wa Mataifa upo au haupo? Upo. Umechukua hatua gani? Umefanya nini? Watu wa Gaza wamezingirwa kiasi cha kwamba hakuna chakula kinachoingia wala kinachotoka katika ukanda wa Gaza. Umoja wa Mataifa, United Nations, umefanya hatua ipi? Lebanon, turejee tuangalie kadhia ya mauaji, vita vinavyoendelea Lebanon, watu wanavyouliwa pasi na sababu zozote katika viwanja vya Biqaa, katika sehemu mbalimbali za Lebanon. Tunaona kwamba Israel amekuwa kinara na amekuwa mstari wa mbele kutekeleza mauaji katika nchi ya Lebanon. Je, United Nations, Umoja wa Mataifa, wamechukua hatua gani? Tunaona kwamba ni kimya. Syria, vile vile Afghanistan, jinsi gani wanawake katika nchi ya Afghanistan wamenyimwa haki zao, hawaruhusiwi kusoma, hawaruhusiwi kufanya kazi mabenki, hawaruhusiwi kujishughulisha na jambo lolote. United Nations wapo, wamechukua hatua gani kuhusiana na kadhia ya Afghanistan? Myanmar, tuliona ni jinsi gani mabudha walivyokuwa wakiwaua Waislamu pasi na sababu yoyote. United Nations walikuwepo, wamechukua hatua gani kuhusiana na mambo kama hili? Je, tuachane na Myanmar, turejee katika nchi ya India, tuone ni jinsi gani India Wahindus wanavyowatesa na kuwadhalilisha
kunufaisha Waislamu? Je, United Nations wapo wamechukua hatua gani kuhusiana na suala hili? Afrika, nchi mbalimbali za Afrika ikiwemo Sudan, tunaiona leo Sudan ipo katika machafuko ya hali ya juu. Kongo tunaiona ipo katika machafuko ya hali ya juu. Tuna baadhi ikiwepo Nigeria, wakiwepo kikundi cha Boko Haram kikitekeleza matukio ya machafuko ya hali ya juu. United Nations wamechukua hatua gani? Hapo ndipo mimi na wewe tunapata jawabu kwamba United Nations au Umoja wa Mataifa hawezi akawa ni mwokozi ambaye sisi tulikuwa tukimsubiri. Tunarejea katika swala jingine, tunarejea katika mwokozi mwingine, Marekani. Je, Marekani anaweza akawa ndio mwokozi ambaye mimi na wewe tulikuwa tunamsubiri? Tunajiuliza, ni yupi kinara leo hii ambaye amekuwa akisababisha machafuko haya yote katika huu ulimwengu? Tunaona kwamba Marekani ana mstari wa mbele sana katika suala la Gaza, katika suala la Palestine, katika suala la Syria, katika suala la Lebanon, katika suala la Sudan, na leo hii kuna mgogoro mkubwa ambapo Marekani ameleta meli zake katika Persian Gulf kule akitaka kuivamia Iran. Sasa je, huyu mwokozi anaweza akawa ndiye msababishi wa machafuko? Tunajua la hasha, Marekani hawezi akawa ndio huyu mwokozi tunayemsubiria. Israeli mwenyewe ambaye amekuwa ni kinara wa kuua watu, wa kuleta machafuko ulimwenguni, anaweza akawa ndio mwokozi? Tunakuta kwamba hapana, Israeli mwenyewe mikono yake imetapakaa damu, hivyo ni vigumu kwamba huyo mwokozi tunayemsubiria sisi aje katika mfumo wa uuaji na unyanyasaji na dhulma, na hali ya kuwa tunaporejea katika riwaya, mwokozi huyu ni yule ambaye atakuja kusimamisha uadilifu katika huu ulimwengu baada ya kuwa ulimwengu huu umejazwa dhulma na jeuri na mambo mengine yasiyoweza kuelezeka. Tunarejea katika nchi kadhaa kama Russia, China, Saudi Arabia, Korea Kaskazini. Tunazikuta kwamba ni nchi ambazo zina role part kubwa katika kuweza kuwasaidia watu. Lakini je, nchi hizi zinaweza zikawa ndio huyo mwokozi ambaye tunamsubiria? Hapana, kwa sababu tukirejea katika Russia tunakuta ni kweli anajaribu kuingilia na kusaidia baadhi ya nchi ambazo ni za wanyonge, lakini maslahi ya Russia yanakuwa yako mbele kuhusiana na kitu chochote. Vile vile China, tunakuta kwamba kitu kikubwa anachokitanguliza ni maslahi ya China, na hapo utagundua ninachokisema ni kweli. Angalia mikataba ambayo China imeifanya na nchi mbalimbali, mikataba ambayo ikiwa baadhi ya nchi wakijaribu kulalamika na ile mkataba wa Kenya, mkataba wa Uganda na baadhi ya nchi ambazo China imefanya mikataba na zile nchi. Vile vile Saudi Arabia haiwezi ikawa ndio mwokozi. Kwa sababu gani? Ni nchi ambayo inaongoza kwenye kuwakandamiza baadhi ya Waislamu. Tunaona kwamba hakuna nchi yenye ubaguzi kwa Waislamu kama vile Saudi Arabia. Kwa sababu gani ninazungumza hivyo? Waislamu wenye itikadi ya Kishia ni Waislamu ambao wanaishi kwa manyanyaso makubwa sana katika nchi ya Saudi Arabia. Utaona kwamba miaka kadhaa ya nyuma iliyopita Sheikh Nimri alinyongwa pale Saudi Arabia, na baadhi ya vijana mpaka sasa hivi wakiwa wako jela hawajijui hatima yao ni ipi. Kwa hiyo Saudi Arabia nayo haiwezi ikawa ndiyo huyu mwokozi tunayemtegemea. Korea Kaskazini vile vile tunaona kwamba kikubwa ambacho nchi hii inaitanguliza, pamoja na kuwa inaumia na manyanyaso, dhulma zinazofanywa katika huu ulimwengu, lakini bado maslahi ya Mkorea yako mbele kuliko kitu chochote. Na huyu mwokozi, katika moja ya sifa zake zilizotajwa katika riwaya, ni mtu ambaye hatobagua, hatokuwa na ubaguzi, hatochagua huyu ni yupi na yule ni yupi, bali atajaza uadilifu katika ulimwengu wote. Inabakia nchi moja tu, Iran. Iran nayo tunaona kwamba nchi ya Irani ni nchi ambayo ndani ya serikali yake kuna mfumo huu umetengenezwa na al-Imam al-Khomeini radhiallahu anhu, kwamba yeye amejaribu kuweka mfumo ambao huo mfumo utakuwa ukiwatetea watu wote katika huu ulimwengu. Na huu mfumo tukijaribu kuangalia tangia alivyoutengeneza al-Imam al-Khomeini baada ya mapinduzi ya serikali ya Iran, alipoingia na kufanya mapinduzi katika nchi ya Iran, alitengeneza
kutengeneza huu mfumo huu tumeuona leo hii umerule party vipi kule Palestine. Palestine, moja ya nchi ambayo imesimama kidete na Palestine ni nchi ya Iran katika suala la Gaza, suala la Syria, suala la Lebanon na baadhi ya nchi kadhaa. Tunaona kwamba Iran imejaribu kurule party sana katika hili suala, mpaka watu wake wengi wakiwa wamepata shahada, wakiwa wamekufa kishahidi katika kuweza kuwatetea wanyonge, kama vile Jenerali Qasim Suleimani. Tunaona kwamba katika njia hii ya kuweza kuwatetea wanyonge ameweza kupata shahada. Na vile vile tukirejea Lebanon, tunamuona Sayyid Hassan Nasrullah katika njia hii ya kuwatetea wanyonge ameweza kupata shahada. Sayyid Safiyuddin naye katika njia hii ya kuweza kuwatetea wanyonge amepata shahada, na baadhi ya majenerali wengi ambao wameweza kupoteza maisha yao katika njia hii ya kufanyaje, ya kuwatetea wanyonge. Suali ni kwamba je, Iran ndio huyo mwokozi ambaye watu wengi walikuwa wakimsubiri? Mimi na wewe tunajiuliza, lakini inabidi turejee katika sifa za hii nchi ya Iran ni zipi. Je, zinastahili kuwa ndio mwokozi? Tunaona kwamba pamoja na kuwa Iran imejitahidi sana katika kuwatetea wanyonge, Iran imejitahidi sana katika kusimama na dhulma, kusimama dhidi ya dhulma, Iran imejitahidi sana katika kuhakikisha ulimwengu unakuwa katika hali ya usawa. Lakini je, swali ni hili, Iran inaweza ikawa ndio huyu mwokozi au huyu mkombozi ambaye watu wanamsubiria? Jawabu hapana, kwa sababu mkombozi ambaye watu wanamsubiria kwa mujibu wa madhhabu mbalimbali ya Kiislamu, tunaona ana sifa mbalimbali ambazo zimetajwa katika riwaya. Bali tunaweza tukasema kwamba Iran inaweza ikawa ni moja ya maandalizi ya kudhihiri kwa huyu mkombozi ambaye watu wengi wamekuwa wakiwa wanamsubiria. Umeona, lakini si kwamba yeye mwenyewe ndio moja kwa moja ni huyu mkombozi ambaye watu wengi wanamsubiria. Sasa je, huyu mkombozi ni nani? Huyu ambaye watu wengi wamekuwa wakimsubiria ni nani? Na ndio pale tunaporejea katika dini mbalimbali, katika dini ya Manaswara au Kristo, wao wakiamini kwamba huyu mkombozi ambaye wengi wanamsubiria ni Masih Isa ibn Maryam, ambaye yeye wanaamini kwamba huyu atadhihiri katika mwisho wa zama na atakuja kuleta uadilifu katika huu ulimwengu. Lakini vile vile unaporejea katika Waislamu tunakuta kuna tamko la Mahdi, tamko hili likiwa lina heng huku juu. Mahdi ni nani? Masuni wakiwa na mtazamo wao kuhusiana na tamko hili, na madhhabu ya Kishia wao wakiamini kwamba huyu Mahdi ambaye ndiye mkombozi ambaye anasubiriwa kuja kuukomboa na kuutoa huu utawala, huu ulimwengu katika utumwa na kuupeleka katika utwana, huyu ni al-Imamu al-Mahdi ambaye kwa mujibu wa itikadi ya Mashia ni imamu wa 12, al-Hujjatul Muntadhar, al-Imam Sahibul Asr wa Zaman, al-Imamu al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Imamu huyu katika siku kama hii ya leo mnamo mwaka 255 aliweza kuzaliwa katika ulimwengu huu. Na ndio pale unapoona Waislamu wa madhehebu mbalimbali unapofika usiku wa nusu ya mwezi wa Shaabani wakijishughulisha na dua mbalimbali, wengine wakisema usiku huu ndio riziki zote za mja zinakadiriwa, wengine wakisema usiku huu umri wa mja huwa unapangwa, wengine wakisema usiku huu kitu fulani na kitu fulani huwa kinapangwa katika usiku huu ambao ni usiku ambao wa kuamkia siku ya 15 ya mwezi wa Shabani, ambao alizaliwa al-Imamu al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Allahumma ajil liwaliyika al-faraja wan-nasr. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.